So, today we are studying about reproduction. Say reproduction. Reproduction. Kipindi muko form 2 mulikuwa mnalisikia hizo. Sasa leo tunaenda kusoma. Samahani kidogo mwalimu. Wanafunzi ambao jana hawajaja shule watoke mbele. Nasi tumeelewana. Amusikii? Shika chini. Nimesema shika chini. Mwalimu. Ndio. Na usika vipi? Yes, ndio alikuwa ananipiga. Ingekuwa mimi ndio nilikuwa na mwadhibu, tungesema kweli nahusika. Jamani, kwa wale wenzangu watoro, mwalimu tayari kashakufa, yule anayependa kuchapa chapa. Kwa hiyo hatutaweza kusoma mpaka pale mazishi atakapomalizika, ndio tutakuja tena shuleni. Bye. Kulingana na vifo kuwa vingi vya walimu hapa shuleni, hivyo basi tuliamua kufanya maombi ya kupata mwalimu mwingine, na mwalimu tumempata. Nafikiri atajitambulisha mwenyewe. Nasemaje? Bakola nyingi, kufundisha kidogo. Asumani wewe, asumani. Mimi ni kiboko ya wanafunzi watukutu. Kama mwanafunzi mtukutu, mimi ndo Kigoma mwisho wa reli. Wewe, kuja. Unafika sasa hivi shule ukiwa umevaa ndala. Mwalimu, njoo. Mwalimu, sawa. Nakuomba tafadhali. Piga wanafunzi wote, lakini sio yule mwanafunzi. Yaani yule mwanafunzi ni mchawi. Yaani muone tu kama walimu sisi tulivyo, usimpige. Nasemaje? Napiga mtu kama ngoma. Shika chini. Kule. Nasemaje? Ufundisha kidogo, bakola nyingi. Ni mlima gani mrefu kuliko yote Afrika? Wewe. Kilimanjaro. Inatosha. Mama wa shule. Njoo. Unajua wewe, walimu na wanafunzi wezio wanakuona kama mwanafunzi mtukutu sana. Why? Kutokana na hizo tabia zako ambazo unazionyesha. Why? Sijui ni malezi uliolelewa ndio yanasababisha hivyo ama ni nini hasa? Why? Labda wazazi wako ni wahuni. Kwa hiyo na mtoto kaja kuwa mhuni. Why? Nenda kakae. Why? Haya, basi kana mimi hapa tufundishe kwa pamoja. Why? Hivi unajua mwalimu, ili swala la uchawi kwa hapa shule limekuwa ni kubwa sana. Kwa nini? Naona ndani ya siku hizi matukio yamezidi. Kuna mwalimu alijaribu kumchapa mwanafunzi na tukampoteza. Kuna kile kimwanafunzi kinajiita sijui Kim. Msumbufu yeye, mtukutu yeye, kila kitu ni yeye. Mchawi yeye. Wakati sisi tunaogopa kumpiga yule mwanafunzi, kuna yule mwalimu mpya anaitwa mwalimu Klamu. Naona anampiga sana yule mwanafunzi na hafanyi chochote. Mimi labda niingilie hapo. Sawa, niseme kitu kimoja. Huyo mwalimu Klamu huyo, sawa, hayajamkuta.
Yakimkuta naye tutakuwa tunahadisiana hapa ofisini kwamba zimebaki story. Yule mwanafunzi jamani ni mchawi. Mimi ndio maana namkalia mbali kabisa. Tena hapa naomba Mungu huu mwaka uishi aondoke aende shule nyingine huko akaendelee na maisha yake. Maana anazidi kututeketeza hapa, amani hamna kabisa. Nasemaje? Kufundisha kidogo, bakola nyingi. Asumani wewe, asumani. Hapa chaja nikuta. Hapa chaja nikuta. Uchawi hauendi kwa mentali wale. Tatizo lenu ni kwamba mna imani za kishirikina. Kwanza nyinyi walimu ndio mlitakiwa muwe mstari namba 1 kukaa na wanafunzi kuambia jamani huyo mtoto sio mchawi. Lakini nyinyi ndio namba 1 kuanza kumuongelea mwanafunzi wenu vibaya. Mnakiogopa kitoto cha watu, hakina chochote kile kitoto. Mnakiita kishirikina kitoto cha watu. Mimi naweza hata nikawafungulia kesi kukiita kitoto cha watu kishirikina. Mnamkosea. Yule mtoto ni malezi tu alolelewa huko kwao. Na mimi najitolea katika hali ya kumnyoosha. Mwalimu Clam, labda nikwambie kitu kimoja. Wewe haujaingia kwenye 18 zake. Niseme tu hivi. Ukiingia kwenye 18 zake umeisha baba. Mimi naenda darasani kufundisha. Tutaonana baadaye. Nasemaje? Mwalimu Bailamu. Uchawi wetu wa mtaani. Nitamnyosha. Walimu, mimi nishawahi kufundisha shule wanafunzi majini. Na nilikuwa na watandika mpaka makalio yote yanaloa damu. Yaani, jana usiku nilikuwa not kama nimeelimishwa. Alafu na sio ni Kim. Maana juzi aliniomba peni, nikamnyima. Yaani huyo ni Kim. Kabisa. Yani, bila kubisha. Ni mchawi yule. Ndio yeye. Kwa hiyo wewe unawatangazia wenzio kama mimi mchawi? Hamna Kim. Unahisi ni adhabu gani nitakupa? Samahani Kim, naomba unisamehe. Kwa hiyo wewe unawapigisha wanafunzi wenzio magoti. Kwa nini upige magoti? Kim kaniambia nipige magoti. Kwa nini nakwambia upige magoti? Kwa sababu nimwambia wenzangu Kim ni mchawi. Mchawi. Nenda sana. Jeuri na kiburi. Hapa ndo imefika mwisho. Mimi ni Taila. Mimi ni chizi. Huo ujeuri wako, yani hapa ndo Kigoma. Umefika nukta. Hao wanao kuogopa. Watakuogopa hao. Watakuogopa hao. Unanielewa Uzi wewe. Shule babako hii. Unajua kwa nini mpaka leo bado unaishi? Ni kwa sababu muda wako ulikuwa haujafika. Sasa leo ni siku yako ya mwisho. Nimekuvumilia vya kutosha. Usiku wa leo tunaenda kusherekea kwa kula nyama yako. Unajua hivyo ni vitisho. Ni vitisho hivyo. Lakini hivyo vitisho muda mwingine vinanitisha kweli. Yaani nikikuangalia unapoongea kwa serious. Wewe ndio unavonitazama unajikuta mpaka moyo unanitetemeka huku unanienda mbio. Acha utani wa kutisha walimu. Mpuuzi wewe. Basi endelea kuamini ni vitisho.